kuhakikisha kwamba tunafanya kilimo cha umwagiliaji ambacho hatutegemei mvua, na ni kilimo poa sana na kilimo chenye tija kubwa kwa wawekezaji ambao wanafanya kilimo hiki. Na nimekuwa nikitembea nchini Tanzania, mikoa tofauti Tanzania, na leo niko mkoa wa Singida, wilaya ya Ilamba, wilaya ya Kiomboi, kijiji cha Kisilili, na mradi mkubwa tunaendelea na usimamizi mkuu kama ambavyo nimekuwa nikifanya mikoa mingine tofauti. Nimekuwa kila nikifika kila mkoa huwa napata fursa ya kukutana vijana tofauti, kuwapa nafasi za kuelewa nini maana ya kilimo cha umwagiliaji, kuwapa ufafanuzi na uongozi ili waweze kujiajiri baadaye kuongeza mazingira hayo. Kwa nimekuwa nikifanya hivyo binafsi, si kwamba tu kufanya miradi bali hata kutoa faida kwa vijana. Kama mnavyoona niko na vijana hapa ambao ndio walikuwa wanafanya shughuli na wako imara, wako strong. Kwa hiyo vijana wao, kiongozi wao anaweza kuzungumza jambo kupitia fursa hii ambayo tumeenda kuifanya, tunaendelea kuifanya. Siku zaidi ya 9 tayari tumeshamaliza ekari 3 na tunaendelea zaidi tunafunga irrigation zote. Bwana, kijana huyu ndio kiongozi wa hao vijana wengine, kwa anaweza akazungumza kuwakilisha vijana wenzie. Sawa. Kwa majina yetu Zakayo Daniel Maginga, ndio kiongozi wa kundi tunaloona huko nyuma la vijana. Kama hapa ni vijana ambao bado tuko shule tunasoma, wengine tuko form 4, wengine form 3, wengine form 1, form 2. Tuko hapa ndio vijana ambao Yusuf Maboga amewakusanya hapa hivi, ametukusanya kwa ajili ya kujifunza kilimo na ametupatia ajira, tunajipatia pesa. Hizo pesa zinatusaidia kupata mahitaji ya shule kule, kulipa michango, kununua daftari na mengine wakadha mengi tu. Kwa hiyo hichi kilimo kinatufaidisha vitu vingi, tunajifunza hapa. Tunatamani hata sisi tunavyomaliza sisi form 4 tuweze kupata mashamba na sisi tujiajiri kwenye mashamba yetu, tuwe na ajira binafsi. Kwa hiyo tunatamani tufundishwe mengi na mengine zaidi huko, ili tuweze kuelewa nini maana ya kilimo. Si ambao ni vijana ambao tunapenda sana kilimo hapa. Ndio tuko hapa kijijini, Yusuf Maboga katukusanya, anatulipa na tunajipatia ajira kwa namna hii hapo hivi, na tunajifunza pia. Maana tunapolima hivi tunafundisha kwamba bana, hapa utapanda hivi, utalima tuta hivi. Tunajifunza kwa namna hii hapo. Sahihi. Kama ambavyo umemsikia kijana huyu, ni kijana ambaye ni kiongozi wa vijana wenzie, na amekuwa tukielekezana na yeye, amekuwa akiwaelekeza zaidi, na wao wamekuwa wanashirikiana. Na wengine wanaweza kuongea tu. Anapenda kuongea, okay. Anapenda kuongea. Njoo karibu. Anapenda kuongea lolote kuhusu kazi hii ambayo tunaifanya. Bana, wewe unafaidika na nini? Jamani. Wewe toka upate hela umenunua nini? Na wewe umenunua nini? Mwingine nani anataka kuongea? Bana, kama ambavyo umewasikia vijana bado hawajazoea kuongea kwenye kamera, kwa hiyo wanaogopa, lakini kama ambavyo kiongozi wao ameongea, amewaasa na kusema yale ambayo wanapata. Kwa kweli kama mtaalamu maarufu kabisa Yusuf Maboga, nimekuwa nikifanya hivi na vijana wengi wamekuwa wakifaidika, na nafanya na watu lika tofauti, vijana size ya kati, vijana wakubwa kabisa, watu wazima wote. Natoa elimu hiyo na kufaidika. Kwa hiyo ninapoondoka mkoa fulani, basi unakuta nimeacha kitu. Kwa hiyo nashukuru kwa hilo. Kwa hiyo niwataka wa Tanzania
waone kwamba kilimo ni jinsi gani kinaweza kumwokoa Mtanzania kutoka hali ya chini kwenda hali ya juu. Lakini pia nawashauri vijana wenzangu lika kama la kwangu hapa hivi, wasiishie tu kwa mtaani kuvuta mabangi, masigara, kunywa pombe. Haina faida yoyote hiyo bangi, pombe. Ni kujihusisha tu na kilimo au kufanya tu shughuli nyingine, kujituma ili apate pesa, na sio kuvuta bangi wala sigara. Na si sana vijana wenzangu kwa walioko mtaani, kuna wengine wamemaliza shule darasa la 7, wengine ndio form 4, ukifeli ndio unakuwa mvuta bangi. Na msivute bangi, mje huku pambana.